Kino na wasanii wengine wanatupenda sisi na kutukubali, hatuna tamaa. Wengine sasa wanafanya mitandao ndo kujiuza, wengine ndo kufuata mademu. Ukitaka kujua iko moto hiyo mitoto, nenda Samia Cup hapo. Hiyo naweza nikakupiga na makofi. Na hii mitandao hii Snap mimi mitandao siupendi sana. Bana, mambo ni aje, mambo ni vipi kama kawa? Karibu kwenye Eat and Talk Vibe. Of course, tupo na story nyingi kwa sababu hapa tunasema tunazungumza, tunakula, huku tuna vibe. Yaani hapa tunasema ni kula na kuzungumza kwa sababu story yoyote haianzi bila kufungua kinywa. Sasa, kwanza tugonge kwanza cheers bana. Au sio bana, sisi tupo zetu hapa. Kama kawa sheria yetu ya hapa inasema lazima ugonge kitu zani ndio uendelee na show. Sasa nipo na mwanangu Papi Chulo, lakini pia tupo Rafiki's. Kama wewe ni mpenzi wa kupata vitu vikali like kama pizza, burger na vitu vingine, basi nenda pale Rafiki's, enjoy kwa sababu kuna vitu vikali sana, vyakula ambavyo nimeona mwaka wa mbele, yani kwamba pizza na nini tunaelewa sio vitu vyetu wa bongo, lakini ukienda pale Rafiki's utapata pizza kali na burger kali kwa sababu wana vitu vikali kinoma noma. Muda sio mrefu vitakuja hapa utaviona, utaona kama Rafiki's hawaboy wala nini. Sasa nipo na mwanangu Papi hapa, na hii ikiwa ni season ya kwanza, tuna enjoy na tunapiga story mbalimbali. Au tutasikia vitu vingi kutoka kwa Papi kama kawaida. Inakuwaje maneno? Ndugu yangu. Nyama Kaga ile. Kitambo. Hakika harakati nyingi. Misha zinasemaje bwana? Mwenyezi Mungu ananisaidia. Mambo yanaenda na nini? Alhamdulillah. Okay, so mimi nataka kujua kwa mtu ambaye hajui Papi ni nani, alafu pia anafanya mishe gani? Kwa sababu inawezekana kuna mtu ambaye ndo mara kwanza anakuona hapa kwenye Eat and Talk. Bana, Papi Chulo ni mtu fulani hivi mstaarabu yani tuseme, au sio? Na Papi Chulo nina biashara yangu ya Papi Chulo store ambayo inahusika na outfit. Yes. Na pia nipo kwenye kampuni mbalimbali kama ambassador, niko Sunwave, niko ubalozi wa Ocean pale kuhusu bahari. Na ni TikToker, content creator. Ni hivyo. Kwa nataka kwanza kujua safari ya kuanza mambo ya content na nini ilikuwaje, kwa sababu watu wengi wanaamini na sasa hivi content imekuwa ni soko kubwa sana. Sasa hivi soko watu wamekuwa wengi. Lakini sasa hivi yani tunatofautiana katika moja na mbili. Kwa sababu moja, unakuta kuna mwingine tu anaweza kajirekodi video yake kaenda viral akasema na yeye content creator. Umeshaona? Wakati vitu sio. Sasa hivi content creator anaangalia ubunifu, watu waliofanya nao kazi, brand yako na ilindaje. Umeshaona? Kwa hiyo utofauti ndio upo hiyo. So mimi nataka kujua tofauti wako na content creator wengine, kwa sababu kila mtu ana tofauti wake. So nataka kujua wewe tofauti yako ni upi na kitu gani ambacho kinakufanya ujione kwamba wewe ni bora kuliko wengine. Unanishushia kwanza kidogo. Tofauti wangu mimi na wengine. Cha kwanza, mimi nafanya kitu ninachopenda mimi, sifanyi kitu ambacho wanapenda wao. Hilo la kwanza. La pili, mimi sibabaiki, na unajua kuna mtu mwingine anapenda kushindana na mtu. Au sio? Kwa ajili ya kutafuta kiki nini. Kuna wale wengine wanapenda kutrend kwa mambo ya kijinga. Umeshaona? Sasa mimi nachoamini ni Mungu tu, na ninachofanya Mungu akipokea, watu wakipokea. Hivyo. Kwa hiyo mimi nahusika sana na kuhusu fashion na kusupport wasanii chipkizi, kwa sababu sisi wenyewe tuna wasanii. Mimi na Sultani Big Soul, tuna wasanii ambao tunaendesha na tuishafanya tukatoa hits ambazo zimesambaa sana. Akiwemo Sani hapo na mwaka juzi tumetoa hits back to back. Au sio? Wakisupportiwa na sisi upande wa TikTok, au sio? Kwa hiyo sisi tunajiamini tu bado. Unajua kuna kupanda na kushuka. Lazima utashuka, utatengeneza mazingira uweze kuwa juu. Kwa hiyo si uoga, tuna subra kuendelea tu road. So kitu gani ambacho wakijui watu wengi kutoka kwa Papi Chulo? Kitu ambacho wakijui nitawashangaza, naweza nikaoa tu from nowhere. Yaani ukaoa bila taarifa? Bila taarifa. Yani hivi watu unajua zile. Watu wanashangaa tu. Sasa hivi niko na bebe, nimeweka ndani kwa halali.
mambo yakaenda Kinyamwezi kabisa. Lakini vijana wengi sasa hivi wanakimbia kuoa. Si nusu ya dini. Nusu ya dini. Inabidi uoe kama mwanaume lijali. Lakini wengine wanaoa kwa fashion tu. Yes. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anusuru nisioe kwa fashion. Hivyo tu. Najua kila mtu ambavyo anataka kufanya kitu, kuna kitu ambacho kinamsukuma mpaka kufanya. So mimi nataka kujua ni kitu gani ambacho kimekufanya ama kitu gani ambacho kimekusukuma mpaka uanze kufanya content creator pamoja na mambo ya stylist? Mimi kusema kweli kitu nifanya mpaka nifanye vitu kama hivi. Unajua nyumbani kwetu hawapendi vitu ambavyo walikuwa unafanya style. Hawapendi kabisa. Au sio? Kwa hiyo nilikuwa nimechill sana nyumbani. Mimi nimelelewa sehemu tofauti mikoani na hapa Dar kabisa yani. Maisha ya mkoa na maisha ya jijini hapa vitu viwili tofauti. Yes. Shona. Ndio maana kuna msemo unasema mjini njoo na akili, nguvu. Wache huko bush, au sio? Kwa maana ukija mjini utakutana na watu aina tofauti. Of course. Ushaelewa? Wenye mabaya, mazuri, wema, wazuri, wabaya, au sio? Kwa hiyo mimi niliamua kuchagua hivi kwa sababu nilikuwa na ndoto ya kuja siku moja niwe mfanyabiashara wa kuuza nguo. Na nikafungua Papichulo Store nikiwa niko nyumbani. Unashona. Na mpaka kufungua Papichulo Store ya online ilionipa nguvu ni TikTok kujua. Kwa hiyo yani TikTok nilijua tu nitaingia, sifuati mademu. Nafuata kitu changu mimi, au sio? Nilichotaka kukifanya. I remember that. Na sasa hivi mambo yamejipa kwa sababu nimekumbuka ulianza kama goal la kawaida, sasa hivi na duka kubwa na nini. Kwanza nataka unipe siri ya mafanikio sababu unajua kuna vijana wengi wanashindwa kufika pale. Bana, siri ya mafanikio ni subra, unajua? Ukifikiria mimi duka leo nimechukua lile goli miaka 3 ndo nikaweza kufanya mabadiliko. Ndani ya miaka hiyo 3 yote una hustle. Kwa hiyo mimi nikawa na hustle, naweka kidogo hapo unakuta matumizi, umeshaona? Hata wakati narekebisha duka nilikuwa na rafiki yangu pale. Watu wakajua nimefilisika. Unajua zile kwa sababu duka lilikuwa limefungwa. Hamna kitu mimi nafanya marekebisho kidogo sababu sina ile pesa yote. Kwa hiyo nilikuwa nafanya ukarabati kidogo. Kisha siku yale mambo yakaisha, maandamano nini. Nikaja ndo nikazindua. Watu wakaja hawakuamini. Vipi? Wakanisifu sana yani. Shukrani sana Posh Boy. Au sio? Daddy Boy, Papi SK, Best King. Father Country, japo kufika lakini toka naanza kutengeneza duka Father Country nilikuwa na share naye sana. Pia bila kusahau Uncle Chino Wanaman alisupport sana japo hajawahi kufika dukani lakini mara mwisho nakutana naye kwa Frank Frisch pale tuliitwa. Akaniambia Papichulo unafanya kitu kimoja kikubwa sana yani, umeshaona, keep going. Na hata ukiona kwenye comment Instagram walikuwa na comment. Kwa hiyo kaina nipa nguvu kwa mimi naweza, na pia nimeweza kuvalisha wasanii wengi. Divoice rafiki yangu toka kitambo, unajua na enzi hizo toka tunakaa Kigamboni anakaa Temeke. Divoice yeye pia anaitwa Abdul, unajua anaitwa Abdulrahman, tunaitana majina. Kwa hiyo toka ninavyohaso zile nilikuwa naona wasanii wanavyopitia, si ndio tunajua wasanii wanapitia nini maisha yao. Kwa hiyo nikawa najifunza kuepuka tamaa, ushawishi wa pesa bila sababu za msingi. Na kuwa na mwanamke mwenye akili ambaye yeye anaweza kanisaidia mimi na mimi naweza nikamsaidia yeye. Ndio hivyo. So hivi ilikuwaje mpaka sasa hivi mjomba Chino anakuamini na nini? Yaani nataka kujua kitu ambacho kilifanya mpaka ukakutana na mjomba Chino Wanama. Chino. Hebu kwanza shushia kwanza. Ndio shushia. Hebu tu afu nipe story ya Chino. Chino. Story ya Chino. Yes. Mara kwanza nakutana na Chino ilikuwa SAS ile tulito tukashoot. Lakini mimi sikuwa nimeenda kushoot. Japo tu nilikuwa nimevaa full black waliosema, kwa sababu
sikuwa nazoea ni kamera kama hivi zamani kwa sijazoea. Bahati nzuri akaniambia ingia kwenye kichupa. First boy yule alikuwa anamvalisha Mario. Yes. Akaniambia tusimame behind pale kwa nyuma hivi. Baada ya kusimama tuka vibe Chino pale kana fry. Kwa hiyo connection kubwa ilikuja kuonekana kwamba mimi ni karibu na Suli. Ambapo Suli yupo karibu na kina Mario na Chino, au sio? Kwa hiyo mimi nikatengeneza mazingira yangu mimi. Suli yeye ana maintain comedian na mambo mengine. Kwa hiyo mimi nikajitengenezea kuwa bana mimi ni mtu wa fashion. Japo nipo na Suli. Na sometimes tukua tukitoka na Suli na mbalisha Suli. Kwa hiyo nikaweza kumaintain kumbadilisha pia Suli. Japo Suli na yeye ameweza kunibadilisha mimi. Kwa hiyo Chino akawa anapenda. Na cha msingi mpaka leo Chino na wasanii wengine wanatupenda sisi na kutukubali, hatuna tamaa. Yes. Yani anaweza akakupigia leo kwa njoni leo kuna kitu changu hivi fulani naomba support yenu. Sisi tunatimba kwa pesa zetu. Au sio? Nauli tunaenda tunaona unakuta wasanii saa nyingine wanakutega ile ili kuona ana tamaa au tantarira nyingi au sio? Kwa hiyo Chino Aisha kutufanyia kama mara mbili tunaenda tunatoa nauli zetu. Lakini anashangaa mbona hatulalamiki. Umeshaona? Nakumbuka Suri akaniambia mimi siwezi kumlalamikia Chino kwa sababu mimi Chino namfahamu. Toka mimi naitwa video za Mario Chino ni dancer. Umeshaona? Mpaka leo anajipata. Inabidi wote tuwape support kwa sababu wote ni familia na pia brother Mario ni damu yetu kabisa. Kwa hiyo tujai. Ndio maana mpaka leo Chino anatuheshimu na anatupa deal. Yes. Na ni moja hata mtu ambaye ana appreciate sana. Sana. Sasa nataka pia kupata mtazamo wako kuhusiana na hichi kizazi cha Gen Z. Hivi unaamini kwamba kizazi cha Gen Z ni kizazi ambacho kina mabadiliko chanya ama vipi? Mtazamo wako. Maana pia mwenyewe ni Gen Z. Sisi watu wa Gen Z. Mabadiliko yapo mengi. Yes. Mfano si Gen Z upande mwingine tumeanza kufanya TikTok ndio itambulike kuwa kubwa kwa Tanzania. Gen Z. Najua ni sisi hapa. Lakini kuna watu wanaokuja tu wanaharibu system. Wanaweka mambo sio. Wengine sasa wanafanya mitandao ndio kujiuza, wengine ndio kufuata madem. Wakati paka Makonda anasema tumetoa B kwa ajili ya kuwapa content creator. Kwa hiyo imeshaonyesha kwamba TikTok sasa hivi ni inalipa zaidi. Na Tanzania wanataka kuweka mifumo mizuri ili watu waweze ku-stream. Kama leo nimemwona Ansikana, watu wanaingia kwenye stream kutokana na TikTok sasa hivi inasemekana kwamba sisi tunaweza kupata pesa kuzidi wasanii chipukizi. Kwa hiyo ni kweli. Kwa hiyo si Gen Z ndio tumeweza kubadilisha hii sanaa ya TikTok. Lakini TikTok ilikuwa toka zamani tulioingia kina Suri wakatengeneza mikakati ya kulipwa. Usichekeshe tu watu lakini wewe unahitajika kulipwa. Kina Best King, kina Kawina, wote hao mimi nimeanza nao lakini wao walitangulia kidogo. Ndio maana mpaka leo unaona bond yetu bado inaweza kuishi kwa miaka mingi. Kina Oka Martin wale bado wanaweza ku maintain mpaka leo. Kwa hiyo ni juhudi za Mungu na si Gen Z tumebadilisha watu wajue TikTok inalipa. Kwa hiyo inabidi watu wasibeze kizazi cha Gen Z kwamba kusema umeusho. Lakini miausho ipo kwa Gen Z, yani uhakika yani. Miausho iko wapi hapa Gen Z? Mitoto sasa hivi inakuja imevurugwa. Iko moto. Iko moto. Unajua zile. Ukitaka ukujua iko moto hiyo mitoto. Nenda Samia Cup hapo. Pale pa moto pale. Pale pa moto baba. Watoto wapo hoi hai. Pale hata nishushie muda kufungulia. Usio bana. Bana kama kawaida sawa sisi tupo zetu hapa Rafiki's. Kama kawaida kinywaji kama hichi hapa. Muda sio mrefu unakuja msosi wa maana kutoka hapa afu utaniambia mwenyewe bana Rafiki's wapo vipi? Yaani mimi nitaweka kijiti pembeni afu utaona msosi ambao utakuja hapa. Utakuja heavy na kinyamwezi kabisa. Bana hebu kwa mwenyewe nipige kwanza glass zeni. We out here. Nataka nikurudishe nyuma kidogo. Of course najua shuleni tuna matukio kibao. Matukio mengi. So mimi nataka nitajie tukio moja ambalo lilifanya la kutisha. Hadi leo nilisema Daniel unasema walikuwa noma pale. Primary secondary.
shuleni yani yote si shule. Bana mimi nilikuwa mtoro kiskuli. Yani unavyoniona hivi kiskuli huwezi kunizania kama mimi nilikuwa mtoro skuli. Kwa kitambo alianza miayusho. Miayusho kitambo, lakini nakumbuka hiyo moja hiyo. Nilikuwa ndo nimeingia form 1. Sasa nilikuwa naingia form 1 nikawa nimejulikana zaidi. Yani nimejulikana katika upande wa mpira. Kwa ulikuwa player? Mimi nilikuwa nacheza mpira kitambo. Namba ngapi hapo? Walikuwa wananiita Chicharito. Kwa ulikuwa unacheza kati bwana? Striker pale. Kwa hiyo baada ya kucheza nakumbuka nikaa na ile, unajua ile kuna ile minato fulani. Nimeambia tumeambia turudi saa 10, mimi nikarudi saa 11, yani mechi ishaanza form 4 na form 1. Umeshaelewa? Ikapigwa filimbi pale. Yani soft time so nini baada ya mimi kufika. Ikapigwa filimbi, so unajua watu ni wengi wakakusanyika katikati. Nikaambia nibadilishe nguo, nitoe zile uniform, nivae kichezaji. Sasa unajua zile pensi za uwanjani zinakuwa nyepesi. Nikaambiwa nishike pale. Ukala bakola. Nikala bakola 6 za nguvu. Baada hapo sasa unajua ile unajikaza usilie mbele ya wachumba. Ngumu. Sasa zile pole zile zikawa zinaleta matatizo. Baada ya pole pale wakarudishwa uwanjani. Mimi nikakataa kucheza, lakini mwalimu akaniambia cheza kwa sababu umefanya utovu. Nidhamu, yes. Kwa hiyo ndio hicho kitu nakumbuka. Hivi unaamini kwamba, nataka unipe mtazamo wako pia. Hivi unakubali kwamba wanaume pia inabidi wapate nafasi ya kuzungumza shida zao kwa watu? Yani wanaume yani wapewe muda sasa, yani bana Papi Chulo, hebu zungumza shida zako ulizokuwa nazo afu watu wakusaidia. Unaamini kwamba inabidi wapewe haki kiasi hicho? Kwa mtu yoyote azungumze. Kwa mwanaume. Kwangu mimi naona hapana. Kwa nini? Unabidi ujielezee tu pembeni, sio kila mtu ajue. Kwa sababu ukiweka hivi public, kuna hapo mtu ananiangalia na niheshimu. Yes. Baada ataona kumbe huyu maskini wale tu anatuvimbia au sio. Lakini nikikifuata pembeni rafiki yangu nikamwelezea, yeye ataweza kumsaidia kwa sababu nimemwelezea. Hata akienda kutangaza wengine hawajui kama ni kweli au ni uongo, kwa sababu nikasema mtu mwingine. Umeshaona, ndio hivyo. Lakini mimi naona usiseme hivi mbele za watu. Shida yako baki nao peke yako. Shida yako, au mfuate mtu ambaye una shida naye, au unajua anaweza akasolve ile tatizo, unamkuta tu. Sema hiyo ni noma. Unajua shida zetu, sio kila mtu anapaswa ajue shida ambayo unaipitia, kwa sababu tunapitia vitu vingi of course, na vitu vingi vinatukata, sometimes vinatukatisha tamaa kama sisi wanaume, kwa sababu tunapitia vitu vingi sana. Lakini shida yako ipambanie mwenyewe, yani amini kwamba wewe unaweza kuifanya na ukatoboa. Ishi katika vitu vitatu, kwamba unaweza, utafanya na utashinda. I hope utafika sehemu ambako unataka kuwa. So mimi nataka uniambie kwamba sasa hivi kuna hichi kitabia kwamba kuna urafiki, sio Papi Chulo na rafiki na Mwajuma, sio Husna. Hivi kuna urafiki wa kweli wakati wa mwanamke na mwanaume? Upo. Uko wapi hapo? Unajua kitu kimoja. Kwangu mimi sasa usio. Mimi naweza nikakupeleka hapa kwa mtu ambaye mwanamke rafiki yako. Kindaki na so mmoja. Umeshaona. Mimi nachoamini wanawake, sio wanawake wote ni wajinga. Hilo la kwanza. Lakini mwanamke unajua anaweza akitulia akili yake anaweza akakushauri kitu ambacho kikawa perfect siku zote. Umeshaona. Acha yule mwanamke unamwona mtandaoni kutokana na nguo alizovaa. Unajua kabisa wewe anajiuza, atakushauri biashara gani wakati yeye biashara yake ni kujiuza. Lakini unamkuta mwanamke yupo winga, anateseka, anafungua duka au sio? Na ukimwangalia ukabondi naye sasa kwa rafiki, kisha zoeana, yale mambo ya mapenzi huwezi kuleta kwa sababu anakushauri vitu vingi. Kwa hiyo mimi na mwanangu, shout out kwake Soso, shout out kwake Brina, hawa nao na wanangu wengine. Hivi kuna ni sawa kumuita yani mtoto kike twin? Mimi siwezi ujinga. Kwa nini yani? Hata si kawaida, si kama jina tu la kawaida kama rafiki. Twin nimezaliwa naye mapacha. So au ni ile kama wanaume wanaitana twin? Twin kwa washikaji hivi. Yani kwamba mimi twin Papi.
Hiyo ni sawa. Labda ile pacha, sawa twin ni lugha tofauti kidogo. Lakini pacha inaleta kinyume. Au BFF. Mimi na BFF wangu Papi Chulo. Hiyo naweza nikakupiga na makofi. Kwa nini sasa? BFF wako vipi? Sasa mimi mshikaji wako. Sasa mwanangu best friend. Wanawake huko. Kwani best friend ni wanawake tu? Nataka niambie kitu gani ambacho shie kujitoa kisa mapenzi, yani umesacrifice bani mapenzi, yani ukasema yani umeriski. Nataka tuambie pale leo. Watu wote waone kwamba kumbe Papi Chulo Sheku kujiua, anataka kujua kisa mapenzi. Ukitaka nikuelezee fresh. Rafiki, naona msosi kama umechelewa. Umesogea hapo. Msosi upo karibu. Huko unapata, huko unaelezea kidogo. Mzigo umefika hapa sasa. Chakula kutoka Rafiki's, of course tuna enjoy, bado tunapiga story kama kawaida. Hii ni Eat and Talk vibe, tunakula, tunazungumza huko, tuna vibe. Sasa mzigo huu hapa umefika. Sisi tuna enjoy huko, tunapiga story. Sababu mwanangu aliniambia sijui msosi. Sasa tunajilamba, unaelewa? Tupo zetu Rafiki's hapa. Sasa Papi, nataka nimalizie ile story. Najua tuna matukio mengi katika mahusiano tunafanya. Kweli. Nataka uniambie sasa kitu gani ambacho ulijitoa kisa mapenzi, yani ukasema hapo umeriski. Yani kitu ambacho umejitoa ni kisa mapenzi, yani umeriski pale na nini, si unajua? Sasa tunajua kwenye mahusiano kuna mambo mengi. Cha kwanza, mwanamke sio kuamini. Kwa nini? Ngoja nini? Unataka tushie kwanza. Piga vitu hapa tuenjoy. Najua dunia sasa hivi imebadilika. Mwanamke yani mitandao imekuwa wazi, au sio? Yes. Na mwanamke akiona mwanamke mwenzie kwa jinsi gani yeye anapata sana, yeye apate. Kwa namna tu atakuja kukuchiti. Na hii mitandao hii Snap mimi mtandao siupendi sana. Kwa nini wewe? Ule Snap ule unaweza kukutana na mtu unamheshimu. Lakini kumbe hajiheshimu. Yeye mwenyewe. Sasa story yangu ni mamanzi mmoja hivi. Tuko tunapendana Kinyamwezi. Shikaji. Kufumaniwa jambo la kawaida. Kwa mwanaume. Sasa mimi nikaja kukuta kitu anaongea na mchizi. Mnyamwezi. Anaongea na mchizi mwingine, afu mchizi mwingine alikuwa anataka support kwangu. Nikamkataa. Kwa sababu unajua huwezi ukabondi na kila mtu. Wengine wanakuja kwa kufuatilia, au sio? Au mwingine anakuja kukuchunguza, au sio? Afu baadaye anatoa outside. Pembeni watu wanajua. Afu umemshika tu mkono fresh. Unamsupport kama Mnyamwezi mwanangu. Sasa mwana nikakuta voice za mchumba, yani anaongea naye hadi anajililisha. Yani mchumba ajilisha kwa mchizi au jamaa ajilisha kwa nani? Mchumba. Mchumba anakuja kumuuliza nini shida. Eti kuna kitu nilikuwa namtega. Nataka kumjua nini sasa? Kuna kitu nilikuwa nachunguza. Basi toka hiyo siku ndio ikawa mwisho wetu. Mimi mwanamke hata kwa muongo vipi. Afu umenifanyia mazuri vipi yani. Kwa sababu pale ndo njia mimi wewe kukutengeneza. Wewe material. Nishaona kwa hiyo sasa kama unanicheat akaunti zako utake mimi nizishike. Za kwangu sio lazima ushike. Unaona wewe ni mwanamke, nimeenda kutoa pesa. Wewe umeenda kununua mchele, upeleke kwa mkeo, sio? Umetoa kwa mangi dukani, utakubali upeleke sehemu nyingine? Hapana. Hiyo kitu haiwezekani. Sasa mimi nataka uniambie sifa za wife material kwanza. Yaani wife material anatakiwa aweje? Wife material. Wewe sifa gani yani wife material anatakiwa aweje? Wife material kwanza awe mtu wa dini. Cha Mungu wewe. Unajua hata mchumba wa Mnyamwezi vipi yani akiwa anamwabudu Mungu. Anakuwa anaogopa hata kufanya mambo mengine shenzi, au sio?
Kwa hiyo hizi chips za Rafiki zimenyoka. Kipengele jinacho wenyewe. Kwa hiyo sasa unakuta mwanamke inabidi kwao kwanza malezi yao yawe yamenyooka, kwa sababu ndio unakuta zile ndoa mkeo hampendi mama yako, wakati wewe mama yako ndio kila kitu. Sio, unaelewa? Umeshaona? Kwa hiyo mwanaume anapenda kunyenyekewa, kusikilizwa, kuheshimiwa kama mwanaume, hata kama hana wewe unacho, mheshimu. Unaelewa? Yeah. Naweza nikakupa kisa kimoja hicho cha Mtume Muhammad. Mtume Muhammad mwanamke wake wa kwanza alikuwa yule Bi Khadija yule. Yes. Mkubwa kazidiwa, si ndio? Yule Bi Khadija alikuwa na kila kitu. Ana mali, ana kila kitu. Unajua alimpataje Mtume? Kisa hicho nilivyosikiza, Mtume Bi Khadija alikuwa tajiri. Alikuwa mwenye mihela. Akampa mali apeleke kama sikosema Maka au Madina. Mtume kupeleka kurudisha vitu mtaji, pesa, nini. Kwa hiyo ndo mtu ambaye mwaminifu na amerudisha faida nyingi sana. Bi Khadija akatokea kumwamini na kumpenda kwa vile Mtume Muhammad alikuwa mtu sahihi. Kwa sababu alikuwa mdogo, Bi Khadija mkubwa. Japo Bi Khadija alikuwa na pesa lakini alikuwa na mtii. Kwa hapo utaongea kuna point ya mishangazi au? Hata mishangazi ikiwa ina hela, unakuta toto dogo lina hela alafu linaleta ujeuri kisa lina hela. Kwa wewe ni mishangazi Kinyamwezi tu. Kinyamwezi. Unaenda nayo? Mimi nasema nao, mimi si mwanaume. Unataka kumwambia neno ex wako pale. Kitu gani utamwambia? Unataka kumwambia kitu gani utamwambia sasa hivi? Ex wangu. Huko aliko yani akutane nalo. Ex zangu mimi waga si watukani. Uambie basi. Unataka kumwambia tu kitu chochote. Ex wako pale. Ex wangu. Nakupenda, punguza mdomo tulie. Atulie. Bana, sasa hapa kuna challenge of course. Kabla tujamaliza show lazima tuifanye. Hapa kuna maswali. Hapa kuna hizi kadi za Eat and Talk Vibe. So hapa ukipatia maswali kuna zawadi kutoka kwetu utaipata. Kweli. Na utaenjoy kwa sababu ni bidhaa ambayo imeona mwaka wa mbele kabisa. So upo fresh? Okay, upo sawa? Hebu shushia kabisa bana. Maana hichi kitu kinachokuja ni cha moto. Hapo tupo sawa. Hapo tuondoke. Kichwa kipo sahihi. Sasa swali la kwanza linasema hivi. Ni kitu gani kinaweza kujaza chumba lakini hakina uzito? Kitu gani kinaweza kujaza chumba lakini hakina uzito? Yes. Changanua hapo baba. Swali gumu sana. Lakini najaribu usio. Sasa sijaribu utakuwa jibu. Hapo kuna zawadi utaikosa ujue. Taa tuseme. Taa. Kwa sababu taa ukiwasha taa chumbani. Yes. Ina mwanga pote, yani inapuliza pote au sio? Yeah. Lakini sasa ile taa sio nzito. Mwanga wake hauwezi kuwa mzito. Sawa. Hapo umetiki baba. Hapa kinasema ni kitu gani watu wanakivunja kila siku lakini bila kukigusa. Wanakivunja lakini hawakigusa lakini kinavunjika kila siku watu wanakivunja lakini hakigusiki. Yani kitu. Yani kinavunjika lakini hawakigusi. Yani wanakivunja kila siku lakini hawakigusi. Lakini kinavunjika. Kiuno. Kiuno sasa kina mfupa kinavunjika. Si ndio kinavunjwa watu wasema vunja kiuno. Vunja mifupa kama meno hiyo. Kitu gani? Hilo vipi unaendelea ama limekupiga chini? Hilo umenipiga chini. Hebu tuambie katika comment section hapo kwamba unajua ni kitu gani ambacho kinavunjika, yani watu wanakivunja lakini bila kukigusa. Hebu tuambie katika comment section hapo, pia tutapita nao majibu. Ambaye atapatia nitampa zawadi ambayo nitampa hapa mwanangu Papi akipatia swali jingine tena. Sasa hapa nataka unipe Kiswahili fasaha cha neno fridge. Kiswahili fasaha cha neno fridge. Kiswahili chenyewe kile sasa cha kina Ubuntu.
Hiyo nimesahau kidogo. Umesahau kidogo? Kidogo sana. Limeenda nje. Kwa sababu hapa nikitaja sio lenyewe hilo. Lakini nimesahau kidogo. Kiswahili fadha cha neno fridge? Ni nini? Unatumia nyumbani? Jokofu, sijui kovu. Nini? Jokofu. Jokofu. Hapo si nimekuongezea ulikuwa unaotea. Hiyo jo uone ilikuwa inacheza. Ulikuwa kama uelewe kama ipo wapi. Ina scratch. Sasa tumalizie hapa, nasema ni kitu gani kinapanda juu bila miguu na kushuka bila kugusa chini? Kitu gani kinapanda juu? Juu na kushuka bila kugusa chini. Kinapanda juu bila miguu na kushuka bila kugusa chini. Vipo vingi sasa. Kitu gani kinapanda juu bila wewe, kitu gani ukifikiria huko? Huko chini huko. Panapandaga bila kushuka. Sasa kinapanda juu. Kinaelea saizi ya kati. Au kinarudi. Kipo hivyo bana. Hiyo tunaita moshi. So unajua moshi unapanda juu. Bila miguu. Na huko pia panapanda juu. Bila miguu. Acha mambo. Kama nataka umshauri kijana ambaye alikuwa anataka kukata tamaa sasa hivi, unamwambia nini? Kwa sababu tunamalizia show yetu hii hapa. Kijana mwenzangu, la kwanza usikate tamaa, kwa sababu Mwenyezi Mungu anampa mtu yoyote riziki, hata kama kwenu hali ya chini, kwa sababu hali ya chini, imagine na umekuwa au sio? Yaani uko hali ya chini lakini umekuwa, ulikuwa unakula ugali, hauli chakula, unakunywa uji tu peke yake, lakini Mwenyezi Mungu amekufanya mpaka ufike pale, au sio? Kwa hiyo usikate tamaa, Mungu yupo na wewe kila wakati. Kwa sababu mimi naweza nikatoka pembeni, wewe usijue mimi nimeenda kufanya nini nje, lakini Mungu ndo anatuona, ujue. Hata ujifiche wapi, Mungu anakuona. Kwa hiyo cha kwanza usikate tamaa, muamini Mungu, muombe Mungu. Cha pili, kile kitu ambacho unaona ndoto yako kipambanie, kwa sababu ukikiacha afu ka relax, ndio inakuja tena unabadilika maumbile kama mwanaume. Unaenda kwingine. Kwa hiyo wewe usikate tamaa, fight kama mwanaume. Pesa inakuja popote. Mwenyezi Mungu vile wa ajabu anaweza akakupa hata buku mbili ujue umeitoa wapi. Na ukala usiku. Afu la tatu, trust is a process. Ukiamini tu hivyo, yani Mwenyezi Mungu akutupi. Kwa mfano leo haya, usio? Doto Magari pesa kaja kupatia. Asanteni sana. Bana, mimi pia niseme kwamba kama wamesema Papi hapo, wanasema kila kitu ambacho unakipambania sasa hivi, amini kwamba ndio maisha yako ya baadaye. The way ambavyo utapambana sasa hivi, the way ambavyo uta struggle, the way ambavyo utakutana na changamoto mbalimbali. So vile ambavyo utapambana nazo kwa uzuri na kwa weledi, basi elewa maisha yako ya baadaye atakuja kuwa bomba, alafu atakuwa makali sana. Jua kwamba changamoto hatuwezi kuzikimbia. Changamoto zimeumbiwa binadamu na changamoto zimeumbwa kwa ajili yetu. So siku zote tupambane, lakini pia tusisahau kusali na kumomba Mungu, kwa sababu yeye ndo muumba kila kitu. Hii ni Eat and Talk Vibe, lakini pia tulikuwa hapa Rafikis, tumeenjoy, tumepiga story mbalimbali. Hapo pia wewe mtazamaji umeenjoy. Nyuma ya kamera alikuwa mwanangu D-Boy, lakini pia bila kumsahau producer mzima pale anaitwa Popular. Unampata kule Instagram na vitu kama hivyo hapo. Kama sijamaliza, siwezi kuacha kukupa hii zawadi. Hii inaitwa Asubuhi Njema. Inatoka Golden Pot. Hizi ni crunch, hii ni ladha ya asali. Hii mwanangu, yani kama una hamu ya kula, sijui afya yako haijakaa sawa, hivi mwanangu ukila hivi vitu, wote naambia mimi sinakupa hii hapo kama kionjo. Hii inaitwa ni crunch, unaweka maziwa, unakologa unakunywa, au kama vipi hapo. Kama watu kiamua nataka kutafuna fulani hivi, umepona cheki move, basi unaweza kutumia hiyo hapo. Hiyo inaitwa Asubuhi Njema kutoka Golden. Inapatikana wapi ile? Hizo zipo supermarket zote, lakini pia enda pale Instagram kwa watafute Golden Pot, utapata bidhaa zao hizo hapo. Mimi designer Snake aka Real Snake. Until next time. I'm out.